kabla hatujaondoka hapa, mnajua kuna ndugu yangu the second deputy president of the Republic of Kenya, ndugu yetu mkubwa Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Keroka oi. Hapa ndio Keroka. Wacha tuonane vizuri. Basi. Keroka oi. Hapa ndio Keroka. Hapa ni Keroka. Biamure. Keroka oi. Mimi nimefika hapa Kisii kwa sherehe ya maana sana. Lakini kabla sijasema mawili, mimi mnajua ni mtu ya kusikiza nini? Nikisema DCP mnasema sikiza ground. DCP? DCP? Wacha nisikize ground kwanza. Si ndio? Hapa Keroka. Hapa kwa Bagusi ambaye wanaongozwa na Fred Matiang'i. Munasemaje? Ati munasemaje? Abagusi munasemaje? Harambee! Wewe Ruto, wewe Kasongo, wewe Kaongo, wewe Zakayo, wewe Muzi, wewe muuaji, wewe mtu ya Singapore. Kasongo hadi asiende. Kasongo hadi asiende. Waganga wanasema Kasongo aende, Kasongo aende. Watu wetu, mimi nimefurahi sana. Fred Matiang'i alikuwa amenialika hapa Kisii. Nikasikia msemaji mwingine Bonoko anasema ati Rigiji asikuje Kisii. Amefika hajafika? Hapa ni Kisii. Huyu Bonoko wako na title ya Kisii. Kisii ni Kenya, si Kenya. Rigiji yako na haki ya kufika hana. Tena mimi sijafika hapa kama kiongozi. Mimi nimefika hapo mambo ya familia. We are one family. We are one family. Hi cousins. Hi cousins. Cousins hi. Cousin wapendane wasipendane. Cousin watembeleane wasitembeleane. Cousin watafuta serikali pamoja wasitafute. Sisi tumefurahi. Tumealikwa hapa na ndugu yetu kwa sherehe ya maana sana. Sherehe kubwa ya jamii ya Wabagusi. Leo wazee wa jamii ya Wabagusi wakiongozwa na mzee Matundura, wakiwemo Samongeri, wakiwemo Chris Obore, wazee wa heshima wa hii jamii. Sherehe imefanyika pale Ekerenyo. Jamii nzima ikaamua kiongozi wa jamii na msemaji pekee wa jamii ya Wabagusi ni Daktari Fred Okengo. Anatosha atoshi? Apewe asipewe? Ainuliwe asiinuliwe? Hii ni sherehe ya maana sana. Na sisi tunaona aibu ya madharau imefanyiwa jamii ya Wabagusi. Ati siku Wabagusi wamekutana kuteua kiongozi wa jamii yule atawaongoza mbele kutafuta serikali na kuchunga maslahi yao. Kasongo anatoa pesa, anapatia msemaji Bonoko atafute goons atiwapige Fred Matiang'i na wageni wake. Ni aibu, si aibu? Lakini nyinyi watu ya Keroka, vile nimesikia mumetoa hao mbio. Mimi natolea nyinyi kofia. Natolea nyinyi kofia. Unajua huyu Kasongo amezoea kupiga Wakikuyu pale. Yeye hajui Wakisii. Hajui Wakisii. Hawa Wakisii wataki ujinga. Wakisii wataki ujinga. Wacha nimwambie nyinyi, jambo mmefanya leo ya kuteua kiongozi wa jamii na msemaji wa pekee, mumeanza safari ya kupanga maneno ya jamii ya Wabagusi. Nyinyi mumeenda hasara miaka mingi kwa sababu mlikuwa mnatafuta serikali mukipitia broka, mtu ya mbali.
akienda huko ana negotiate serikali, anakula peke yake, anawacha Wabaguzi kwa mataa. Na Wabaguzi wamesoma, wako na maprofesa, wako na PhD holders, wako na masters, wako na madigrii. Wakisii kuanzia leo wataenda meza ya kitaifa direct bila kupitia broker, kupitia huyu Matiang'i. Harambee! Abaguzi hoi! Hi cousins. Cousins hi. Mimi nawapenda sana. Najisikia niko nyumbani. Nipatie nyinyi maneno. Niseme nisiseme. Niseme nisiseme. Mimi niliona shida kubwa nikiwa deputy president wa William Ruto. Tulikosana na hiyo jamaa kwa sababu ya uongo. Huyo mtu wako uongo kuliko mtu mwingine katika dunia hii tunakaa. Siku tulikuwa pale, tulikuwa na waziri anaitwa Eskel Machogu, waziri wa elimu. Akafanya kazi mingi sana hapa Kisii ya kutetea Wakisii na kuwasaidia jamii ya Abaguzi. Siku wamemfukuza, nikauliza Kasongo, wewe rais, hawa Abaguzi, ile mzee amekuwa akitetea hawa ni huyu Machogu, umemfukuza. Akasema sitaki hiyo mtu, wewe umefundisha ukabila ni kama wewe. Kila kitu Wakisii, kila siku Wakisii, akwende huko. Nikamuuliza sasa hii Wakisii watabaki na nani? Akasema hapana, mimi sina shida. Kulingana na mimi kama William Ruto, kiongozi wa jamii ya Wakisii ni Silvanus Osoro. Ni aibu si aibu? Ni aibu si aibu? Ni aibu si aibu? Mimi nikauliza William Ruto, hata kama unadharau hii jamii ya Wabaguzi, sasa Osoro mtoto kidogo atakuwa namna gani kiongozi wa jamii ya Wabaguzi? Akaniambia Osoro atasaidiwa na Javed Nyakundi na huyu Zahil. Sasa Muhindi ndio mkubwa wa Wakisii. Ni aibu si aibu? Sasa nyinyi nataka kuuliza nyinyi, huyu kiongozi amepatikana leo, mtamchunga? Mtachunga heshima yake? Unajua ndio kiongozi afaulu, ndio aheshimike mlimani, aheshimike Ukambani, aheshimike Pwani, aheshimike Magharibi, aheshimike jiji la Nairobi. Lazima kwanza aheshimike hapa nyumba. Charity begins at. Sasa huyu kiongozi, naona hiyo watoto ya Ruto, akina Osoro, akina Zahil, akina Nyakundi wakimtukana Fred Matiang'i, na nyinyi mnapewa 200, mnapiga makofi kiongozi wa jamii akitukanwa. Mimi nataka niwaambie nyinyi, kama mnataka tutembee na huyu kiongozi tutatembea na yeye, tutamheshimu kwetu, lakini lazima kwanza ndio sisi tumheshimu, aheshimike nyumbani, si ndio? Mimi nashangaa sana pale kwetu mlimani, hakuna kiongozi anatukana mimi akiwa mlimani. Wakitaka kunitukana wanaenda kunitukania Sugoi. Kuanzia leo mimi nikiwa kazi ni yenu, natoa amri, huyu Matiang'i asitukanwe hapa Kisii na hao vijana ya Ruto. Harambee! Huyu Osoro akitaka kutukana Matiang'i aende amtukanie Sugoi. Vijana mpo? Hii ni vijana. Huyu kiongozi akitukanwa tena, nitatafuta nyinyi nichape nyinyi kiboko. Mtakubali atukanwe? Mtakubali? Harambee! Sasa huyu Kasongo anasema ati atapeleka sisi Singapore. Ni uongo si uongo? Pale kwetu tunaacha maneno ya Singapore kwa sababu tunamchekelea. Akitaja tu jina Singapore zote tunaanguka na mche. Tufanye practice. Mnajua kucheka? Na muvumilie, nikitaja Singapore mcheke kabisa. Wacha nijifanye William Ruto. Nijifanye watu ya Keroka. Nimefika hapa. Mnajua mimi ni mtu ya Mungu. Mnajua mimi sina maneno mingi. Mnajua mimi nawapenda. Mnajua mambo ya barabara nimepanga. Hawa kina Matiang'i walikuwa wananisumbua. Contractor alikuwa na shida. Nimemtoa nitalete mwingine. Hata hii mambo ya University ya Bomet
Machogu ndiye aliharibu, nikamfukuza nikaleta Migosi. Sasa itajengwa. Sasa watu ya Keroka, naomba saa hii mambo ya bottom up iliharibika kidogo. Nilikuwa nimepanga vizuri nikachanganyikiwa, lakini sasa nimeketi na wataalamu, nimepanga vizuri. Watu ya Kisii, naomba munipatie miaka 5 nitengeneze Kisii ikae kama Singapore. Harambee! Ni muongo si muongo? Aende asiende? Aende asiende? Ya mwisho, naomba huyu kiongozi ndio afaulu, lazima mtafutie jeshi ya kutembea naye, si ndio? Lazima kiongozi akuwe na jeshi. Mimi William Ruto aliniweza kwa sababu sikuwa na jeshi langu. Nilienda harusi na gari yake, kufika mtu akaniambia nishuke. Sasa nimerefuka, nimetengeneza gari yangu. Akitaka harusi tukutane, mtu akuja na gari ya huyu. Fred Matiang'i ndio afaulu. Lazima mpatie viongozi, governor, senator, women rep, MP na MCA kwa chama ambaye anaongoza, ndio apate askari ya kutosha. Harambee! Asaidiwe, apewe askari asipewe. Na niulize nyinyi wa Kisii, ndio heshima ya huyu kiongozi ingie. From today, wale wabunge hawatembei na yeye. Wakija hapa mnaambia warudi kwa Kasongo, si ndio? Si ndio? Mkifanya hivyo, heshima ya huyu kiongozi itapatikana, na yeye atapata nafasi ya kumwacha hapa atembee na sisi Kenya, ndio aweze kufaulu, si ndio? Ya mwisho, kwa sababu huyu Kasongo mimi namjua, si mimi nilimsaidia akakuwa rais, nikampatia kura 4 million, akanipiga teke. Wenye kujenga ndio anajua kubomoa, si ndio? Kwanza kujenga ni ngumu sana kuliko kubomoa. Kujenga ni miaka 3, kubomoa ni 2 hours. Nibomoe nisibomoe? Nibomoe nisibomoe? Sasa hii mtu mimi namjua. Tukitoka leo, tukitoka hapa siku ya Jumatano, atapanga safari ya kurudi. Atapanga. Na mtaniamini mimi namjua. Sasa yeye akija, nataka nimchanue kidogo. Pale mlimani mimi naendaga anarudi. Nikampangia. Kasongo apangiwe asipangiwe? Tumpangie tusimpangie? Mnataka tupangie yeye? Sasa pale kwetu tumesema kuongea na yeye ni biashara, kwa sababu yeye ni mtu ya uongo. Tukasema hatuwezi sikiza uongo yake bila kulipwa, na bei ya kusikiza uongo ni bei ya hali ya juu. Pale kwetu mlimani, bei ya kusikiza Kasongo akiitana mkutano, mzee ya nyumba 10, chief, assistant chief amba MCA akuja nyumbani awache 3,000 na bibi huko nyumbani. Ndio wewe utoke uende mkutano? Ukifika kwa mkutano usipige makofi. Akitaka upigie uongo makofi aongeze 2,000. Si ndio? Si ndio? Na akitaka ucheke kuona meno ya Mkisii aongeze 1,000 ngapi? Kasongo anyolewe asinyolewe? Anyolewe asinyolewe? Wangapi wanasema Kasongo anyolewe asinyolewe? Sasa sisi mumetupatia Fred Matiang'i tutembee na yeye. Twende tukatafuta serikali. Tusirudi hapa mikono mtupu. Muniamini mimi, huyu kiongozi na hao wengine tukitembea, hatutarudi mikono mtupu. Tutarudi hapa na serikali na mtafurahi. Harambee! Harambee! Sasa watu ya Kisii tunaenda hapo. Huyu spokesman Bonoko pia anapanga vijana. Watu ya Kisii muige mfano ya watu ya Keroka, ndio tusikune na shida. Na nyinyi watu ya Keroka niwapenda sana, na mimi nitakuja kutembea hapa. Na nyinyi nimealika nyinyi wa Monyoro. Mtakuja? Mtakuja wa Monyoro? Mtakuja siku gani? Mtaletwa na nani? Mtaletwa na